nikashika amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nikawaambia mahali fulani hivi, umeoa mke ni mweusi, lakini ukashangaa baada ya mwaka ameanza kuwa mweupe. Uchunguze vizuri huyo mwanamke. Nimekwambia ni ngumu kumeza. Ni ngumu kumeza. Hiyo ni roho ya ukahaba inamuinda. Bwana Yesu asifiwe. Maana haiwezekani wewe ni mweusi na mbele akakupenda hivyo na weusi wako. Leo unapenda kubadilika unakuwa mwekundu. Ni bora nikukuta ni mwekundu na nikuchukua na wekundu wako. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya tamaa ndio imeliua kanisa. Roho ya tamaa ndio imevunja hata huduma za watumishi wa Mungu. Kuna maeneo mengine kila mchungaji atakayefika, kuna watu ni makahaba wa kanisa. Yeye lazima alale na kila mchungaji atakayefika kwenye hiyo parish. Yeye lazima alale na kila mchungaji atakayefika kwenye huo ushirika. Hao ni makahaba wa kanisa. Ulikuta kuna mchungaji hana hofu ya Mungu, anajikuta amepita naye. Na mwingine akija atapita naye. Na mwingine akija huduma zinazofika. Hivi niulize swali, jitu kama hilo unalihubiri injili itakuelewa? Nikwambia kuna mwinjilisti mmoja alikuwa na huduma mahali fulani. Kumbe hawaelewani vizuri na mke wake. Wakati akiwa anaendelea kuhubiri kapamba moto kama mhubiri wa leo. Alafu kule nyuma yule mama anamwambia anawadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila tunapotamka na liongo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima vijana tubadilike. Ni lazima tumbebe Yesu mioyoni. Ndio maana anasema katika kitabu cha waraka wa Yohana, ile sura ya 2 mstari wa 14b, anasema nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu. Mna nguvu sio za kuvunja mageti. Mna nguvu sio za kubaka watu. Mna nguvu sio za kufanya wewe ndio dume la mbegu. Kila mkao unataka wewe na mtoto. Hizo nguvu anazosemea mahali hapa ni nguvu za kumshinda shetani. 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 Ni nguvu za kushinda wachawi. Ni nguvu za kushinda mapepo. Ni nguvu za kushinda miungu. Ndio nguvu anazozizungumzia mahali hapa. Uwe na nguvu katika neno la Bwana. Hata wachawi wakikuona watikisike, waseme hakika yule kijana ni mchawi. Yule kijana ni mchawi. Kwa nini? Kwa sababu ndio nguvu ya Mungu ndani yako. Acha kutangatanga na dunia. Itafute nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu itende kazi ndani yako. Nguvu ya Mungu ikuheshimishe. Nisikilize. Vijana wanaomtumikia Mungu wanaheshimika. Na wakati mwingine wako watu wanaweza kuwasikia kusema yaani afadhali hata binti yangu angeolewa na kijana yule. Nini? Kwa sababu umejiheshimisha. Nikwambia na vijana mahali fulani, usijifanye tu unataka mke aliye mwema. Unataka mke ambaye hamjui, unamtoa wake na tumeshawaharibu wengine. Amina. Tafuta kahaba mwenzako. Maana hata Mungu hawezi kukupa mke aliyetulia na watu mwenyewe utatulia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Na kitu ambacho wewe mwenyewe umekiandaa. Na nikwambia kikaa vizuri na Mungu, atakupatia mke aliye sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Utakapokaa vibaya, maana Mungu atakuletea hivyo hivyo vibaya. Na usishangae. Usishangae. Yaani mke wangu ni muhuni. Umeshajisahau mwenyewe ulikuwa muhuni mpaka unakimbizwa. Muhuni kutana na muhuni mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Natamani tumwambie Bwana siku ya leo ya kwamba Mungu wa majeshi aliye hai, ufahamu wetu ulioibiwa ukarudishwe katika jina la Yesu. Natamani haki yetu iliyoibiwa ikarudishwe katika jina la Yesu. Ikarudishwe katika jina la Yesu. Hiyo haki yetu iliyopotea, haki ya vijana ikarudishwe. Katika Timotheo anasema, nimalizie. Timotheo anasema mtu awaye yoyote asimdharau ujana wako. Bwana Yesu asifiwe. Bali uwe kielelezo kwa usemi, kwa maneno, kwa matendo na kwa mwenendo. Kijana ukikaa naye dakika mbili upende hata kusikiliza maelezo yake. Unajua, hujui.
anayezungumza. Lakini kijana mwenye hekima na busara akizungumza hata wazee watasema hapana. Uiteni na kijana fulani kwenye kikao hiki. Anaweza akatoa pointi nzuri katika jambo hili tukafanikisha. Kwa nini? Kwa sababu wameiona heshima ndani yako. Wakiona ni mtu wa akili za juu tu watakuacha. Unaweza kufikiri kwa nini wakichagua watu kanisani wala hawakuchagui. Jitathmini mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Jitathmini mara mbili. Tubadilike watu wa Mungu. Tunachotamani sote tukamwone Yesu. Nguvu ambazo Yesu ametupa ni za kusimama kwa kishindo. Hata watu wakija na uchawi, haijalishi ni watu wana miaka mingapi, wakifika mbele zako wanadunda. Haijalishi watakuja na vitu gani, wakifika mbele zako watadunda. Siku moja niko na ubiri mahali fulani Usinge, mkutano wa Injili. Niko naanza kuhubiri, ghafla tukiwa pale nje upepo ukawa unapuliza ile Biblia. Nikitaka kufunua Biblia inapulizwa na upepo. Lakini ghafla likatokea jitu moja liko tu limetokea mtaani huko. Likafika pale na lile likawa linasifu sana, linashangilia sana, kumbe lina mbinu zake. Wakati naendelea kutafakari pale niko naendelea kufunua Biblia inanisumbua. Halafu bahati mbaya sasa wenyeji wakawa wameshikwa akili. Hata kusema kwamba tumsaidie hata kumshikia mic hawakuweza. Kwa hiyo Mungu aliamua kunionyesha jambo. Wakati niko naendelea kutafakari pale ghafla yule baba akawa amefika. Akawa ameamua kuishika ile mic ili mimi nisome kwa uhuru. Kwa akawa amenitengea. Lakini baada ya kumaliza kusoma, alipoondoka, nimehubiri nimemaliza. Kabla ya kuanza kuombea watu, nilipowaita waje mbele, nikajikuta tu nimeanza kujiombea mwenyewe. Ghafla tu nikahamishwa. Nikajikuta nimeanza kujiombea mwenyewe. Nikaanza kukemea roho za mauti. Nikaanza kukemea roho za kichawi. Mpaka nikajishangaa. Alafu nakuja kumaliza na shtuka, natoa mkono hivi, nakuta mkono watu wamekuwa mweusi. Sijui waliweka nini, waliweka sumu sijui. Waliweka dawa za kienyeji sijui. Kwa hiyo maisha hayako salama bila Yesu. Maana kuna kitu ambacho alitarajia kukifanya yule mtu lakini alishindwa kwa sababu Yesu alitusimamia. Hivyo Baba atakusimamia na wewe. Hivyo Baba atakusimamia wewe dada, atakusimamia wewe kaka, atakusimamia wewe baba, atamsimamia yoyote. Huduma hizo ya kuigiza, simama vizuri na Mungu na Mungu atakulinda na Mungu atakufanikisha. Na kama ni kwenye uimbaji, imba katika roho na kweli. Unachokiimba kimaanishe. Mungu ataachilia baraka kwako. Kama unaimba unaigiza, acha leo, badilisha mfumo. Imba kwa kumaanisha. Maana nyimbo za kumaanisha, hata kama kuna mtu ana pepo huko ndani, hataanza kujisikia tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya kimungu kwenye huo wimbo. Kwenye huo wimbo kuna nguvu ya kimungu. Kwa hiyo anza kuimba kwa kumaanisha. Utakapoimba kwa kumaanisha, hivyo Mungu atakuwa pamoja na wewe. Jambo la msingi, tumwambie Mungu, tunaomba ufahamu wa kutosha. Tukijitenga na uovu, hiyo ndio ufahamu. Tukimcha Bwana, hiyo ndio hekima. Simama kwa miguu yako, tumwambie Yesu. Natamani watu wapige hatua kwa haraka, wasogee kwa Bwana, tuje tumwambie Bwana. Tunatamani turudishie heshima yetu vijana. Maana kila tunapopita wakati mwingine mitaani, wanasema ni kijana gani huyo? Bwana atafai astahili. Lakini leo natamani urudishe heshima yetu. Ukipita waseme amepita mtumishi wa Bwana. Ukipita waseme amepita dada wa Yesu. Ukipita waseme amepita mama wa Kristo. Ukipita waseme amepita mtumishi wa Mungu. Tunatamani kuweka mabadiliko mapya. Yesu atutengeneze. Yesu atubadilishe. Yesu atugeuze. Ninaomba watu wakimbia haraka, wasogee mahali hapa, tukamwambie Bwana kwa ajili ya fahamu zetu, atusaidie kujitenga na uovu, atusaidie kuikataa dhambi, atusaidie kuepuka uovu. Changamka mama, changamka kaka, changamka dada, usichelewe, maana nafasi ni ya kipekee ambayo Yesu amekupa ili aweze kukuhudumia. Nimechoka kudharauliwa. Vijana tumedharauliwa, imetosha. Wasichana tumechezewa, imetosha. Tumezoofishwa kwa namna mbalimbali, imetosha. Ni wakati wa Bwana kujirejesha heshima. Ni wakati wa Bwana aseme najivunia dada yule. Ni wakati wa Bwana aseme najivunia kaka yule. Ni wakati wa Bwana aseme najivunia baba yule. Ni wakati wa Bwana aseme najivunia mama yule. Ni wakati wa Bwana aseme kusanyiko linajivunia. Maana ni wacha Mungu wangu, maana wananisikiliza, maana wanasikia sauti yako, maana wanasikiliza maelekezo yako. Wasiwe tena kama hawana ufahamu, bali ufahamu wa Bwana ujae juu yao, ili Bwana wahudumie, ili Bwana wasaidie. Maana wengine wamefungwa fikra, wapo kama hawapo.
shetani anawatumia wakati mwingine pasipo kujua, wakati mwingine pasipo kujua. Wengine wanatumikishwa na miungu pasipo kujua. Tunatamani leo Yesu atusaidie ili ajivunie sisi tuwe vijana bora, tukayabebe maono ya kanisa, tukayabebe maono ya taifa, tukayabebe maono ya familia, tukayabebe maono yetu binafsi, ili tukamwone Mungu na maono yetu yakatimie katika jina la